Vipi ndugu yangu? Mimi. Nakuona unanyosha miguu. Nimetoka zangu hivi mara moja, kuna mzigo nilienda kucheki. Lakini bado naona sasa sijapendezewa nao sana, rudi zangu ofisini. Mimi mwenyewe bwana naenda hapo dukani mara moja. Ndio. Kuna bidhaa naenda kuchukua. Ila ni heri sana kukutana na rafiki yangu kipenzi. Hilo umeadimika sana ndugu yangu sasa hivi. Unajua kijiweni hatukuoni yani. Na tunakujua bwana Msigala kama Msigala kijiweni. Lakini sasa hivi naona ndugu yangu Ndugu yangu mimi sasa hivi nashinda nyumbani. Na nashinda nyumbani kwa sababu hii moja. Mimi nikishindwa sana vijiweni, kuna vitu vingi ambavyo vinazalishwa ambavyo vinanichukulia action mbaya katika kichwa changu. Kwa hiyo nimeamua kushinda nyumbani ili kuepukana navyo hivyo vitu. Kwa mimi ni mtu wa nyumbani tu sasa hivi. Mimi bwana nikupongeze kwanza kwa jitihada ambazo umezichukua. Unajua kutokuonekana kijiweni ina maana kwamba umeamua kurudi kulea familia sasa kikamilifu. Na sisi tunategemea tupate familia bora kutoka kwako. Kwenye masuala hayo bwana kulea familia. Bila shaka mambo ya. Katoto kale. Katoto. Hala ni ganda kale. Nakona. Mimi nakapenda. Ruba. Amani ndugu yangu. Vipi ndugu yangu? Fresh na kweli. Niambie. Ruba. Unajua nimekuita hapa kutokana na jinsi nilivyokuona. Yaani leo unaonekana kama uko sawa, ni mtu mmoja ambaye mwenye mawazo sana. Shida nini ndugu yangu? Ni kweli. Ila Mungu hajatuumba kuja kuteseka duniani. Ila binadamu ndio hufanya binadamu wenzao uteseke. Sijakuelewa kwenye hilo neno binadamu. Binadamu ni kiumbe hatari sana. Hasa pale tu unapoona karibia mafanikio, binadamu hubadilika mno. Uweka chuki na hasira katika mioyo yao. Lakini unajua unanifanya nizidi kuendelea kukusikiliza kutokana na vitu ambavyo unaniambia leo. Magona. Leo nataka nikuvishe vazi la heshima. Kanisemee au kaninenee. Nenda kawaambie wataishia kuzunguka mbuyu kama usiku ukumbatia. Wakiniuliza nani? Nenda waambie yule ajuaye anayejua ndio alionena haya. Mimi naenda mshikaji wangu. Wapeleke ujumbe wangu. Halo, malizie mwenye hapo. Tuweka bati. Mwanangu Rubalati. Natumaini sasa ushakuwa mkubwa. Tumepigishana kelele sana kuhusu swala la ndoto yangu mimi. Mpaka inafikia hatuelewani. Ni kwamba ningependa unisikilize kwa umakini. Chanzo cha mimi kukulalamikia kwamba naomba utimize ndoto yangu imetokana na wewe. Imetokana na kupatikana kwako wewe. Chanzo ilikuwa huyu mama yako mzazi alipopata mimba. Mimi nikashindwa kuendelea na safari zangu za kibaharia kwa ajili ya kulea mimba ya kwako wewe, baada ya yeye wazazi wake kumfukuza kule nyumbani kwao kuja mikononi mwangu. Nikaona itakuwa sio busara nimtelekeze na mimba yako aendelee kuteseka, na si ajabu pengine hata wewe tusingekupata. Nikaamua kuvunja ndoto yangu mimi ya kwenda kutafuta maisha mbali na kuendelea kulea mimba na mama yako,
na kuendelea kumhudumia mamako, hatimaye mpaka umekuwa wewe mkubwa. Na ndo chanzo cha mimi kupigishana kelele na wewe kwamba unatakiwa utimize ndoto yangu. Na ndo chanzo cha mimi kuferi maisha. Nimeishiria kuwa mkulima. Na ndo maisha ulionikuta nayo, chanzo ni hicho. Hivyo basi, na kusisitiza sana, unatakiwa upambane kwa namna moja au nyingine ili utimize ndoto yangu mimi. Yangu ndo hayo. Nimeona nikuweke wazi kuhusu jambo hilo. Sina mengi zaidi. Kama mamako atakuwa na ya kuongezea, na yeye atazungumza. Lakini mimi ndo nimemaliza. Sawa. Yaani shoga yangu, kwa ujio wako nahisi umeletea umbea mpya hapa kijijini. Sio kweli Grace. Yaani sio kila muda ni waumbea tu kusanya umbea mtaani mje nikuletee hapa. Nimekuja nina yangu kabisa, yaani nina yangu na mengine kabisa. Usiende na umbea wa mtu huko pembeni. Mambo yangu tu binafsi mwenyewe. Yapi hayo tena? Kakaangu Grace. Kakaangu ananifanya nikose amani, nikose furaha. Kila mwanaume ninamtaka mimi yeye hamtaki. Kila mwanaume ninampenda mimi yeye hampendi. Yaani hata nashindwa sijui nifanye nini. Huyo kakaako, mbona ana mambo ya kizamani? Hayo ni mambo ya wazee wa zamani waliopita. Hawezi akakuchagulia wewe mwanaume wa kuwa naye, na mwanaume uliompenda wewe ni wa kwako tu. Kama anakukataza, mwambie akutimizie wewe hizo haja zako. Eti kakaangu anitimizie tena? Grace, umefika mbali sasa. Yule kakaangu unajua? Hasa anakukataza anamaanisha nini? Hata kama. Lakini hiyo imekuwa kali sana. Yaani hapo ndo atanipiga mpaka ataniua mwenzie. Ila mimi naona tu nisikae kwa kuchelewa, maana saizi ametoka. Akirudi huko sipo nyumbani atanipiga mimi. Yaani kila siku nimeenda kuchezea vipigo tu. Acha tu nikuache rafiki yangu niondoke. Ndio hivyo shoga yangu, wewe fanyia kazi wa ushauri niliokupa. Sawa, baadaye. Naye. Mume wangu, unafanya nini tena hapo? Mume wangu kaoge, acha uchafu. Unasemaje? Uchafu? Yaani uchafu vipi? Mbona sikuelewi? Wewe unajua saa ngapi sasa? Saa 10:07:45. Wewe unaanza saa 11. Mpaka niingie bafuni nije nikoge si nusu saa zima. Unataka mimi nikachelewe mpira si ndio? Yaani mume wangu wewe sijui upoje. Mwangalie mwenzako Msigala na mke wake. Angalia na familia yake. Akiamua kwenda kuoga na mke wake, wanaenda wanaoga. Kumbe wewe akili huna. Naona sasa unaanza kunipanda. Kwa hiyo sasa tuchukue yale maisha ya Msigala, si ndio? Tuje tuyaweke hapa. Alafu sisi ndio tuwe watu tunaangalia, si ndio? Muda wote tunatazama. Tutakuwa tunaishi kulingana na maisha ya mtu jinsi yalivyo. Bwana, usisumbuane. Sawa? Mimi muda huu nataka niwahi kwenye mpira. Nikisema niingie kuoga mpaka nije nitoke, tutakuwa tena muda ushaenda. Najipiga piga zangu msasa tu kwenye miguu na maliza limradi
watu wasije wakajua namna gani hii. Sawa? Mume wangu, ndio kaoge bwana. Kaka, kaka, mimi nataka unitimizie haja zangu. Unasema? Ndiyo kaka, kwani hujanielewa? Nataka unitimizie haja zangu. Nimeshachoka kakangu, hapa nilipo mwili tayari ushapamba joto. Nitaenda kwa nani mimi? Wewe kila mwanaume unamkataa. Naomba unitimizie shida zangu. Hivi Tama, unaelewa maneno unayozungumza? Yaani leo hii umeamua unikosee heshima. Unaniambia hivyo mimi kakako. Una akili timamu wewe kweli? Hivi unaelewa maneno unayotamka wewe? Una akili timamu? Hem, toka hapa. Toka mbele yangu hapa. Usinilete mambo ya mitaani mimi mdogo wangu. Mimi ni kakako. Unaniambia mimi masuala ya wewe kupandisha joto. Una akili timamu wewe Tama? Huyu mtoto ana akili nini? Niambie. Asante kwa kunijali, asante kwa kunisameni. Usijali. Wewe ni mpenzi wangu. Kukujali ni majukumu yangu. Na wewe ni mtu wa thamani sana katika moyo wangu. Nashukuru sana Tamasha. Ila mimi nimekuja kukuaga tu. Naenda mjini kutimiza ndoto za baba yangu. Mjini? Sawa, lakini mjini kuna wanawake wazuri kuliko mimi na wamejaa kila aina ya sifa. Utanikumbuka kweli? Tamasha, nitarudi kuja kukuchukua twende tukaishi wote mjini. Sitosahau uwepo wako Tamasha. Wewe ndo mwanamke wa hisia zangu. Nakuahidi, mimi nitakuja kwa ajili yako. Sawa? Chekelea basi. Usimne sana, sawa? Basi sawa. Acha mimi niende ngatimize ndoto za baba. Sawa.